Mwanaume, ikiwa uko na bibi yako na umeoa, ni sawasawa kabisa kuwa na familia. Kuoa ni sawasawa. Tunafuatiliza wazazi wetu venye tuliwapata wakiwa wako na familia, wako na mama zetu, tunafuatiliza hivyo. Lakini iwapo itafika mahali mumekosana na bibi yako, mumeachana kwa ufupi na bibi yako, usihesabu gharama mwanaume. Na mtu za mtoto akafa na karudi akazaa mwingine. Kwa hivyo kama umeachana na bibi yako, usiwe na wasiwasi. Ondoa stress kabisa. Hata kama ulikuwa umemrembesha amekuaje, hata kama ulikuwa umemweka amekuwa na matako makubwa, mtu mwenye hawezi kuacha hawezi kupata. Na kuambia hivi mwanaume, hakuna kitu haujui kwa yule mwanamke. Yule mwanamke umemvuruga kabisa kila mahali mpaka unapajua. Kila kona zake za hiyo tupu yake unajua. Kwa hivyo ondoa hiyo kabisa kwa akili yako na ufuate shughuli zako. Cha muhimu na kuambia, tulisoma mstari mmoja kwa Biblia. Ecclesiastes verse 10, Ecclesiastes chapter 10 verse 19. Kwamba money is the answer to everything. Tafuta pesa. Pesa ndio majibu ya kila kitu. Tafuta pesa tu. Jitume utafute pesa. Kiasi ya kwamba hata akiwa mahali alipo, asikie tu wewe uko mbele na unaendelea na shughuli zako. Ajue mambo yako inasonga mbele. Lakini ukibaki hapo kuanza fikiria, yeye mwenzako ananga reverse, akishaenda. Huko ameenda kupata mwingine anaendelea na maisha yako. Bado wewe umebakia ukiwa na stress zake. Usiwe na stress, tafuta pesa. Pesa ndio suluhisho la kila kitu. Usipokuwa na pesa, wewe ni bure. Kwanza potea. Kuwa hata upatikani mahali popote. Usipige simu ati kutuma tu SMS, ati uliniacha, ati ulinifanya nini? Hapana, hiyo ni kuonesha kuboycott. Hiyo ni kuonesha kupiga magoti. Na kawaida tunapigia Mwenyezi Mungu magoti. Hatupigii mwanadamu magoti. Wanawake ni wengi mwanaume. Usiwe na wasiwasi. Kwanza tulia, jipe shughuli. Tafuta pesa, fanya bidii. Wacha ufanye maendeleo. Hata akiwa mahali alipo au akisikia tu jamaa alinunua kaploti, jamaa amenunua hiki na hiki, amenunua ng'ombe, jamaa ako mbele. Hivyo afanya kusikivu. Hata yeye mwenyewe atafikiria kumbe mimi ndio nilikuwa naregesha huyu jamaa nyuma. Venye nimeenda huyu jamaa kumbe ameanza kupata progress. Yeye mwenyewe atajua kweli kumbe niliacha dhahabu nikaokota mawe. Niliacha dhahabu nikaokota mawe. Manake chenye unadai kwa huyo mwanamke, kila mwanaume atadai hicho kwake. Chenye ulikuwa unataka akufanyie ndio mkao muelewane. Hata akienda kwa mzungu, huyo mzungu atadai hivyo. Kwa hivyo hakuna tofauti na usiwe na wasiwasi. Jipe shughuli. Yule mwanamke akukuzaa, ulizaliwa ni mamako, uko na mamako. Mamako ndio alikuzaa. Na mamako ndio vibaya kama atakakukataa. Lakini kama ni mwanamke tu ameenda zake, mwambie kwenda kabisa. Wachana naye. Na wewe mwanamke nakuambia hivi, ikiwa umeolewa, siku hizi hakuna wanaume wa kuoa. Wanaume wengi ni wa kuchezea. Na sisi wanaume hata tukitongoza mwanamke, huwa tunajua huyu mwanamke tamvuruga na niachana naye. Huwa tunajua mwisho huyu mwanamke tamchezea alafu niachana naye. Lakini kwa kuna bwana amekuoa, umezaa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne na yeye, juu huyo bwana alikuwa amejitolea. Hata kama kuna mahali kumeenda vibaya, jaribuni kukaa chini mrekebishe. Hata kama kuna nini kimeharibika, kaeni chini mrekebishe. Ikiwa unapata ile tatizo, ile uamuzi wa kuacha mume wako, hakikisha umemwacha kwa kitu chenye kimeonekana. Sio ati umemwacha kwa sababu ya porojo tu, umepata porojo kwa watu alafu umwache. Ama pengine umwache sababu tu umesikia ameenda guest na mwanamke. Bwana wako ni mwanaume. Hata akitomba nje, anaweza kutomba na mkaendelea na maisha. Kwani hiyo ni nini? Bora tu umepata kila kitu wewe unataka. Unalishwa, unavaa nguo, watoto wako wanasoma. Kuna nini sasa ingine pale? Lakini chunga sana na wewe watu wa nje. Usiache bwanako sababu ya kitu ambao mmeweza kukaa chini na kusuluhisha nyinyi wenyewe. Si vizuri siku zote maneno. Wewe unasikiza watu wa nje, usikize bwanako. Bwanako anafaa kuheshimiwa. Bwanako anataka mshirika wa kweli. Mshirika ambaye ni mtu ambaye hawezi kumuondokea kwa shida zote. Anataka utulivu wa moyo. Bwanako hataki umbo lako, hataki makalio makubwa, hapana. Anataka tu ule upendo wa dhati. Hataki kuwa na wasiwasi kila siku ati unaweza kumwacha, hapana. Kwa hivyo ni ukae chonjo mwanamke. Wakati unamwacha bwana, hakikisha kuna sababu kubwa ya kumwacha. Maana uko mbele unakoenda utavurugwa ni wanaume wengi huko, na kuambia ukweli. Na nataka wanawake hata mshuhudie. Ndio nawaambia siku zote wanaume, ukipata mwanamke ameachwa ni mwanaume mwingine, wewe utamweza kweli? Mfupa ulioshinda fisi, umbwa ataweza kweli? Kama mimi ndio nilianza na mwanamke na akanishinda, wewe ni umbwa na uchukua, mimi ndio fisi, wewe ni umbwa na uchukua juu, utaweza ule mfupa? Hautaweza. Ndio nawaambianga kila siku, single mama, hakuna single mama kuna roho ya kupenda. Masingle mama roho ya kupenda iliisha kitambo sana. Na akiwa na wewe anajua wewe unataka kumchezea. Sasa yeye anakutangulia kwa kabla. Anakuchezea wewe, anakufanyia hivi, mwisho anakudampu na anafuata shughuli zake. Roho ya single mama iko kwa wale watoto wake ako na wale acha bwanake. Haiko mahali pengine, haiko kwa mwanaume. Wanaume wacheni kujidanganya. Ukipata single mama pia wewe
hivyo hivyo ujue hivyo ako na hiyo roho. Na kama wako ni wachache sana wako na hiyo akili ya kusema acha niwe na boma yangu. Si rahisi, si wengi wako na hiyo akili. Hiyo akili watu wako, lakini very few of them. Kwa hivyo wewe mwanaume uchunge sana, utachezewa na udambiwe. Kwanza ukiwa mwanaume mpya katika mapenzi, hautaamini venye utafanyiwa. Utachukua muda wako miaka 10, hakuna mtoto utapata pale, unalea wale watoto, yako tu ni kuvuruga hiyo nyama na hakuna kitu kingine utapata pale. Kwa hivyo mkueni macho nyinyi nyote. Ndoa sio mchezo. Ndoa ni kukaa chini, kushauriana na kuwa na maono ya kesho.